Kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, idadi ndogo ya vijana ilijitokeza kushiriki katika chaguzi ndogo zilizofanyika tarehe 27 mwezi Novemba mwaka huu. Ni swala ambalo limezua midahalo, huku vijana wakitoa sababu za ni kwa nini idadi hiyo ndogo ilishuhudiwa katika foleni za kupigia kura. Vijana wengi wako shule. Malava hakuna campus, hakuna university Malava. Vijana wengi wa Malava wako nje kusoma. Then election inafanywa, wangerudi kupiga kura. Most of the youths did not participate, I think, because most of them are outside there for education. Like for me, I'm here at Kibabii. I couldn't reach Baringo to vote. Kukosa kujisajili kama wapiga kura pia ni swala ambalo linaathiri vijana wengi. Most of the youths don't have national IDs, and for those who have national IDs, most of them have not registered to be voters. Kulingana na baadhi yao, ukosefu wa imani wa viongozi walioko madarakani ni kati ya sababu zinazowafanya kutoshiriki katika uchaguzi. Ama wale ambao wako kwa nafasi za uongozi wamehakikisha kwamba vijana ambao wanaweza pata zile nafasi za kuwapatia hope, za kuwapatia nguvu za kushughulika na zile what we call governmental related issues are being oppressed down. They don't have hope. Idadi hii ndogo ya vijana waliojitokeza katika chaguzi hizo ndogo inazidi kuibua wasiwasi kuhusu uongozi wa taifa hili siku za usoni. Wito ukitolewa kwa vijana kujisajili kama wapiga kura ili kushiriki katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. I will advise the youth to go and take national IDs and also they register as voters. Twende tuchukue kura. 2027 ikifika, twende tupige kura. I want to remind you that mkikosa kuchukua kura 2027, nyinyi vijana ambao mmejaa online, mnapiga kelele sana. Mkikosa kuchukua kura 2027, ni nyinyi ndio mtakuwa mnapiga kelele zaidi. Swali ni je, vijana watabadili mwelekeo wao kuelekea mwaka 2027? Nikiripotia runinga ya Kibu, jina langu ni Jackson Simadoi.